announce to the people of Ituri Churches House, the people of Kisii, Kenyans of goodwill, that we have secured the release of cash bail of Honorable Anthony Kibagendi, member for the Ituri Churches South, after a dramatic night. We have seen abuse of power by the state. Mheshimiwa was arrested by a contingent of 6 vehicles, enough vehicles to take relief food to people who are suffering in very many parts of the country. Taken around in Nairobi, driven to Kisii, driven to Nyamira, and finally he spent his night at Keroka police station. Just the way the repressive regime of President Moi used to behave. We expected Mheshimiwa to be charged in Kisii courts, but again we woke up to more drama. We were told Mheshimiwa was rushed to Narok because the state was doing what we call forum shopping. They thought that if they come to Narok, they will be able to influence the courts. But we are happy to announce that the judiciary has demonstrated that it is independent and that it is not bent to the whims of the state. And we want to thank the Honorable Magistrate who has ordered that Mheshimiwa be released on a cash bail of 100,000 shillings. We want to tell Kenyans that we are very, very quickly revising the gains that were made under the 2010 Constitution. Honorable Kibagendi was out on cash bail granted by the High Court of the Republic of Kenya. But the office of DCI, office of DPP, even the CS, who is a lawyer, Honorable Murkomen, did not want to respect that court order. That's why they brought Mheshimiwa all the way from Nairobi, held him overnight to charge him this morning. But we are happy that justice has been done this morning. And I'm going to sleep soundly, knowing that in the Republic of Kenya, the winds of justice can flow like mighty river. So we are happy, and we maintain that this is political harassment because Honorable Kibagendi has been in the forefront, fighting for justice, condemning corruption in this country. And we urge the DPP to spend more energy in looking for those who have stolen our resources. So watu wa Narok tunawashukuru sana kwa kutupokea vizuri na kwa kusimama kwa upande wale ambao wanatetea wananchi, na tunawaambia tukiwa Narok kwamba msiogope, mkiwa wengi tutafanya nini? Tutashinda. Kwa sababu ule anakuambia ati yeye ni mjumbe yako kwa pande ya kusimama na wale ambao wameleta ushuru ambao inawanyanyasa, waambie mfuko yako ndio inaumia na nyinyi ndio wengi. Mnakumbuka yeye alifanyikia Mudi Award, yeye alikuwa vice president, mnakumbuka kule Western, na wananchi walipinga kura kumtuma wapi? Nyumbani. Hata Mudavadi alienda kwa debe akiwa naibu wa rais na alitumwa wapi? Nyumbani. Tulikuwa hata na Mheshimiwa Ubure kule Kisii, wakati tulienda uchaguzi yeye alikuwa waziri. Kwa hivyo mimi naambia msikuwe na uoga, nyinyi kaa imara. Tukichukua serikali, tuondoe hii serikali ambayo ni ya kunyanyasa wananchi, nyinyi mtafurahi. Sisi tunasema kule Kisii hatutaki nyumba hizi mnaita sijui affordable housing. Utaenda kufunga ng'ombe kwa ghorofa huko? Ng'ombe inafungwa kwa ghorofa huko? Utaenda kupanda sukuma kwa ghorofa huko? Hata kuku utafuga kwa ghorofa? Hapana. Sisi afadhali kama ni serikali inataka kutujengea nyumba, ikuje itupatie pesa tujenge nyumba zetu. Kule Singapore unachagua vile unataka nyumba yako. Ukienda kule Australia serikali inakupatia 15,000 ya kule, uende ujenge nyumba vile unataka. Kwa nini hamjui kujenga nyumba hii? Hatuwezi kulazimishwa. Kwa hivyo nyinyi msimame imara. Asante kwa kusimama na sisi, na sisi tutaendelea kusimama upande wa wananchi. Nyinyi ndio mnachagua MCA, mnachagua MP, mnachagua senator, governor, hata rais. Tutaendelea kwa pamoja. Asanteni sana. Mheshimiwa, kabla tusijaita MCA, Mheshimiwa Janet Ongera mama, alafu tupatie wakili hapa.
Mimi nataka kulaumu kwa vikali sana hii kitendo ya unyama imefanyiwa Mheshimiwa Kibagendi, kwa sababu Mheshimiwa Kibagendi alikuwa amepata oda kutoka kotini, angepatiwa summons. Vile msikia wakili wameeleza, siwezi kunena sana vile wameongea, na nataka kuambia serikali ya KK waache kutunyanyasa sisi viongozi. Wakiona kiongozi kijana shupavu kama huyu chipukizi akiongea vile vitendo vya kunyanyasa wananchi vimefanywa na serikali ya KK, lazima waheshimu hiyo maneno, kwa sababu lazima wananchi wajue. Mkiona taxpayers money nakula, tutanyamaza kweli? Mkiona pesa ya SHA ikikula, tutanyamaza? Sisi kama viongozi hatutanyamaza kawe, na nataka kuishia kusema one time harambe. Asanteni. Masikonde. Thank you because of media. We had a plea taken by Honorable Kibagendi. The Honorable Kibagendi was arrested yesterday. He was supposed to be charged as the jurisdiction is in Kisii. They thought they would be wise, as Honorable Senior Councillors say. They wanted to do forum shopping of the court. So today we were told that Honorable Kibagendi will be arraigned in court here in Narok. We assembled as advocates and represented him. Indeed, Honorable Kibagendi had anticipatory bail from the High Court of Kisii, and indeed he did not violate any condition of that bond that was given by the court. And when he was arraigned again in court, in fact, it is clear that that was a violation of the orders and the bond issued by the High Court in Kisii. And since now there was the charge was charged here, the court here in Narok released the Honorable